polisi kushughulikia external affairs, wanawacha jeshi kushughulikia internal affairs. Ninyi mmewahi ona vitu kama hiyo? Hatujaona. Ati polisi wameenda Haiti, wanajeshi wanaita press hapa. Ninyi mmewahi ona? Hatujawahi. Kama wewe ni mwanajeshi na unataka siasa, resign from that post, come join us in politics. In politics, these are very murky waters. Huko hakunaga ati order ati kufuata sheria. We do what we please. The statement Ruto must go is a political campaign. Yes. It has nothing to do with the military. Yes. We are exercising our constitution. I don't know what is wrong with these people. Huyu party leader wa KDF hawaja kutuletea vitu safi. It is for the very first time since independence, kiongozi wa wanajeshi anaita media without even knowing what is going to talk about. We cannot live in a country like this. Yes. It is our democratic right to say what we want, as long as we have not infringed anyone's right. Na hii political campaign is a slogan kama ile ya Hustler, ile ya 2022. Our agenda, our 10-point agenda, agenda number 1, Ruto must go. Agenda number 2, Ruto must go. Yes. Agenda number 3, Ruto must go. Yes. Agenda number 4, Ruto must go. Yes. Agenda number 5, Ruto must go. Yes. That is our 10-point agenda. Yes. Nyinyi simuko yenyu ya broad base. Sisi hatujawauliza. Hii yetu mbona mnatuuliza? Sasa tuko na commander in chief ameogopa kutembea kwa inji yake. Inji yake kabisa, mahali alipigiwa kura sasa haendi. Amekazo kuenda. Alifaa kuwa hapa Kiambu. Aende apike mchele huko Sagana. Sasa amesikia project ange-launch zote, Ndinji Nyoro ame-launch. Sasa yeye juu hana kitu ya ku-launch, ame-postpone. Watafuta kuna njia ya Mau huko anataka kwenda ku-launch. We are saying this, that we are very much aware of what is going on in this country. Huyu mtu John Mbadi alisema that we should brace ourselves for harder economic times hapa mbele. And the government is going to look inward. Serikali ku look inward ni kukopa from internal sources. When the government borrows from the internal sources, ina take away all the credit that the common mwananchi angepewa. Wewe sasa huwezi pewa loan uende uanze biashara. Juu banki ziko na customer mkubwa anaitwa serikali. Na serikali ikikopa pesa ishindwe kulipa, banki zinaanguka. Saa hii Central Bank imesema 24 banks are going to close. That is the repercussions of domestic borrowing without responsibility. These people borrow a lot of money instead of doing projects with the money they have borrowed. Wanakula, wananunua saa za bei, mashati za kifahari. Kununua shati ya kifahari sio shida. Charles Njonjo alikuwa anavaa suti ya kifahari, lakini hakuwa anatumia pesa ya raia. So as we borrow money, hii serikali ijue we are looking at them, what are they going to do with the money. The issue of public debt, nimesema nikirudia, let the government publish the debt register. Tumelipa deni na tumalizi. Hii deni sijui tunalipanga ni ya nini. Ni kama wewe kwa nyumba, kila wakati ukirudi kwa nyumba, bibi anakuambia kwa duka tuko na deni, unampea 500. Kesho ukirudi kwa duka tuko na deni, unampea 500. Inabidi sasa ukuwe na mkutano na mwenye duka. Umuulize, nimelipa sana. Kwani ulikopesha bibi yangu nini? Hii serikali ndio tunauliza, kwani mlikopa nini? Hii hatumalizi. Na mlikopa mkafanyia nini? Ya mwisho, Mr. Speaker, it's going to look morally not very good, but it's the truth that we are having. Mumeona wana Kenya wanasherekea mheshimiwa yeyote akipata shida. Honorable Beatrice Alachi alipoteza mtoto yake, and you saw the mood on social media. Wengi wanasema ni mbaya. Ile ninakubali ni mbaya. Lakini where did the rain started beating us? As the people, we are only going to mourn with those who mourn with us. We are only going to condole with those who condole with us.
This is not shamba la wanyama and we have some animals that are more equal than others. When we lost our young people hapa kwa barabara, some of these people mocked us. Wengine wakatuambia ati kama Kenya ni mbaya situpotee. How do you expect us to condole with you when you are in the same shoes that we have been complaining about? This should be a message to every mwananchi. It should be a message kwa kila mheshimiwa huko nje ya kwamba ukitumok, your time will come and we will repay favor with favor. Muramunoko.